wadui, lakini wakatupwa kutoka kule mbinguni. Theluthi ya malaika walitupwa huku duniani, theluthi mbili wakabaki kule mbinguni. Mungu wetu asifiwe. Kwa ile jehanamu ya moto imewekwa tayari kwa ajili ya Ibilisi na malaika zake, sio kwa ajili yako wala sio kwa ajili yako. Mungu wetu asifiwe. Lazima akili yako ielewe kwamba shetani, moto ni wa kwako. Sasa shetani anafanya bidii na anajipaini usiku na mchana, anajua kule mbinguni, ana wivu, hataki uende kule mbinguni, anakuzuia usiingie kwa Yesu. Isitokee ukawa na furaha, uwe na kicheko, uwe na amani. Maana ukiwa na amani, ukiwa na furaha, ukiwa na mahitaji yako yote yatimizwa, maana hautakuwa na maombi ya kumwambia Mungu asante, hautakuwa na maombi ya kunung'unika. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya maskini na maombi ya tajiri yako tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tajiri anasema, Mungu nakushukuru, umenipa ada za watoto, umenipa nyumba nzuri, umenipa gari ya kutembelea, umenipa mashamba, umenipa ofisi, nakushukuru Mungu, sijapungukiwa chochote. Kasikia maombi ya maskini. Ala, Mungu uko wapi? Unioni? Mungu nikumbuke. Maombi ya maskini ya kulalamika na uchungu. Kwa nini? Kwa sababu siku zote anatamani atendewe, hana hicho kitu anachokiomba. Maombi ya maskini ya kilio. Yesu asifiwe. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja anaitwa Profesa Makilema, anachota cha vyombo. Sasa siku moja walienda huko kwa wenzetu. Sasa sisi wa Pentekosti huwa tunaomba kwa kulia. Yaani ikifika mahali ukalia, una sense, unajikuta tu machozi na makamasi yanatoka. Mungu wetu asifiwe. Sasa akawa naomba na mwenyeji wake yuko mzungu pale, wao wanafanya maombi. Wakati anaomba, mtumishi wa Mungu anasema, Bwana Yesu nikumbuke. Yes. Yule mzungu akainuka. What is wrong? Bwana Yesu asifiwe. Anashangaa, wewe unaombeje kwa kulia? Anasema, nini? Huna hela? I will provide to you. Nitakupa hela. Kama unataka gari nitakupa. Nini kimetokea? Sema tu kwa nini? Haelewi mtu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya tajiri na maombi ya maskini ni vitu viwili tofauti. Mungu wetu asifiwe. Mwambie jirani yako, tafuta hela. Wewe unafika mbali. Kuna wakati kuvaa suti najiuliza maswali mengi. Yaani mpaka nimevaa suti huwa najiuliza maswali mengi. Hivi leo hii natakiwa kwenda kudumu. Nitakuwa na semina kuanzia Jumatano hapo Bubujiko. Jumatano mpaka Ijumaa. Mungu wetu asifiwe. Sasa hapa, kutoka hapa yuko dereva wangu wetu. Boda chukua huko hivi. Yaani ndia hivi tu. Inafika mahali nafikiri, sasa Mungu, huu ndio utumishi. Mungu wetu asifiwe. Tatizo ni nini? Tunachungulia mlangoni. Sio kwamba magari yapo ila tunachungulia mlangoni. Leo lazima tukachukue magari yetu kwa chini. Lazima tufike mahali tuingie hapo. Hao wengine wanaochukua, kwa nini wanachukua? Kwa nini wanashindwa kuchukua? Lazima tuwashughulikie wanaozuia, wanaosimama mbele yetu. Lazima tupambane nao, waachie njia yetu iwe wazi. Lazima tuingie ndani tutoke. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa mtakuwa na semina kuanzia Jumatano. Mpe Yesu makofi.
Kuna kitu Bwana anataka kuzungumza na wewe. Sasa Jumatano kutakuwa na semina. Jumatano, Alhamisi na Ijumaa. Siku hizi leo umezoea kwamba semina zetu zinaishia Jumapili. Safari hizi zinaishia katikati. Ili tujue wanaomcha Mungu ni akina nani, wanaompenda Mungu na wasiompenda Mungu ni akina nani. Tunaenda katikati ya wiki. Siku nyingine tunaweka semina Jumatatu. Mungu au taanza Jumapili inaisha Jumatatu au Jumanne. Siku zote ni za nani? Hakusema Jumapili ndio ibada. Sisi tunamwabudu Mungu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa shetani anafanya bidii ya kukuzuia usifike mahali pa kumfurahia Mungu na kumshukuru. Ndio maana pambana. Anataka usibarikiwe. Anakuzuia ukitoa hii hela yote, wewe maisha yako yataendaje? Anakuzuia usitoe, anajua ukitoa utabarikiwa. Mungu wetu asifiwe. Kwa mtu anayejua kumtolea Mungu ni baraka tele. Yaani ukiwa mtoaji, Mungu hawezi akakuzuia kukupa. Atafungua mlango tu, atakurudishia. Mimi namwamini huyo Mungu. Mungu wetu asifiwe. Hebu mheshimu Mungu. Ukifika mahali ukamheshimu Mungu, Mungu hawezi akakuacha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi mwayo kumsikia Dangote? Dangote. Na kuna simenti kabisa inaitwa Dangote. Simayo kusikia. Mungu wetu asifiwe. Historia ya Dangote, kuna kipindi fulani mtumishi wa Mungu mmoja alienda kuhubiri Nigeria. Alikwenda kuhubiri kule, ilikuwa maliza mkutano mapema, apande ndege, ana mkutano mwingine kule Marekani. Na amekata tiketi. Alikuwa bado hajakata tiketi. Alijua tawahi kwenda kukata tiketi. Akawa amemaliza katika ibada ile, uwepo wa Roho Mtakatifu kawa ni mkubwa sana. Akahudumu kuja kuangalia saa zimeisha, muda umeisha. Kukimbia kufika kule airport. Ndege imeshatoa tension, watu wameingia kwenye ndege, wanasubiri tu ndege ianze kuruka. Naye mtumishi amefika pale, anaomba, jamani nisaidieni, nina ndugu yangu mtumishi wa Mungu anataka aende akahubiri kule Marekani, ni mkutano muhimu sana kawe. Akasema muda umeisha na tiketi zimeisha, hata zile za reserve zimeisha. Akaomba chonde, naomba mniruhusu niingie kwenye hiyo ndege, niombe kama kutakuwa na Msamaria yeyote huko ndani anipe siti ya airisha safari yake, ili mtumishi wa Mungu T.L. Osborne aende kule akahubiri kabisa nchi. Wakamkataa, baadaye akabembeleza, wakamlipia, nenda kwenye ndege. Akaingia akasema, jamani ndugu zangu, nina mtumishi wa Mungu anatakiwa kafanye huduma Marekani, lakini tumechelewa, tuko ibadani. Ninaomba mtu mmoja airishe safari yake kwa ajili ya mtumishi wa Mungu apande, aondoke aende kusafiri. Mungu wetu asifiwe. Kipindi hicho alikuwepo Dangote na amekaa pale ndani kwenye ndege. Akasema, mimi niko tayari, acha mtumishi aende, mimi nishuke. Alipoinuka yule mtumishi akamshika mikono, akasema, kama ambavyo umemheshimu Mungu, ninatangaza dunia ikakuheshimu tangu sasa na uzao wako. Akasema, kama unamheshimu Mungu, Mungu akakupa mahitaji yako yote na ukawa mheshimiwa duniani. Akamwambia baraka kashuka. Mungu wetu asifiwe. Ndio Dangote utomjua. Kuna duniani kuna mtu asiyemjua Dangote. Bwana Yesu asifiwe. Alimheshimu Mungu
Mpe Mungu nafasi ya kwanza kuliko ya kwako. Mthaminishe Mungu awe wa thamani kuliko chochote ambacho unacho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana kila kitu, anajua ukiingia. Ule ndio ulikuwa mlango wa Dangote kuingia kuchukua baraka zake. Alipoachilia ile siti, ukawa mlango wake mpaka leo ni bilionea duniani. Kwa Afrika nafikiri ndo anaongoza. Ila duniani nafikiri tajiri kama watatu duniani. Mungu wetu asifiwe. Fika mahali pa kumheshimu Mungu. Chochote ambacho Mungu amekupa, hakupi kwa ajili yako, anakupa kwa ajili ya kazi yake. Narudia. Chochote ambacho Mungu amekiofa kwako, amekitoa kwako, amekukabidhisha, amekupa dhamana, wewe ukimiliki kwa ajili ya kazi ya kwake. Usimzuie Mungu anapohitaji kitu chake kwako. Na ukimpa Mungu hawezi akakunyima, atakuzidishia mara 7 kukupa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu sema mlango. Usichungulie kwenye huo mlango. Ingia. Amen. Swali. Kama Mungu alituma wanadamu, kama Mungu alikuumba wewe, hivi ni furaha ya Mungu kuona wanadamu wanaenda jehanamu? Mungu anafurahi watu waende jehanamu? Kwa nini watu wanaenda jehanamu? Watu wanaenda jehanamu kwa sababu wameiruhusu dhambi ikae mioyoni mwao. Huku kwenye moyo wako anataka kae Yesu, Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Huku kwenye moyo wako uwe na dhamira njema. Huku kwenye moyo wako uwe na nia njema. Ukiwa na nia ya Kristo ndani yako, mbingu kwako ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Niko naambia juzi, ukitaka Mungu awe upande wako, ikatae dhambi. Ukikataa dhambi, Mungu anakuwa upande wako. Na shetani anakaa mbali na wewe. Niwashuhudia kule kwenye zoni kule Mwapepani, zoni ya Ushindi. Mungu wetu asifiwe. Kuna mtu mmoja kule alikuwa anaitwa Jimmy. Sasa Jimmy akili yake ilikuwa 50-50. Sinafahamu watu wakizeni hana akili sawa sawa, lakini sio kwamba ni kichaa. Sio kichaa. Na sio kwamba ana akili timamu. Yaani yuko 50-50. Sio kichaa, anavaa vizuri, anaweza kufanya kazi zake, lakini ana vitu ambavyo vinaonekana kwamba huyu kichwani mwake hajakaa sawa. Sasa alikuwa amejenga nyumba ya nyasi. Na nyumba yake hakupiga sakafu, ilikuwa ya vumbi. Jimmy ile nyumba yake kulikuwa na kunguni na viroboto wanamsumbua. Akawaza akapata majibu. Akaenda petrol station, akanunua kidumu cha lita 5 cha petroli. Aliporudi nyumbani akasema, "Je, kunguni mnanizingua? Sasa leo na mimi nitawazingua." Akamiminia kwenye kidole chake na blanketi yake kile petroli, akajuiza kwenye nyumba yake, akajuiza. Akachukua kiberiti akapiga moto. Moto wa petroli usipime. Mungu wetu asifiwe. Yeye alipopiga kiberiti akatoka nje. Ukweli kusudi la Jimmy lilitimia. Aliangamiza kunguni wote. Aliangamiza viroboto wote. Hakubakia kiroboto hata mmoja. Mungu wetu asifiwe.
lakini matokeo yake